fundi. Ndio nikaanzisha barabara. Ni kweli ama si kweli? Leo nimefika tena na barabara ingine. Hii barabara imewasumbua ya kutoka hapa Bobaracho kwenda mpaka hiyo barabara tunawawekea lami ndani ya miezi 6. Ndio? Na pia itaenda mpaka ifike kwa ile kampuni yenu ya chai. Inaitwa nini? Nyanjore. Ifike huko. Ndio mufikishe chai yenu isiharibike. Basi ndani ya miezi 6 barabara hiyo itakuwa imekamilika. Kitutu Chache North hoye! Mnasema tuendelee ama tuendelee? Hapa tena leo naenda kuanzisha soko yenu hapo Kekogi. Kuna soko ingine ya Marani, soko ingine ya Nyakoe, kuna soko ingine ya Daraja Mbili, kuna soko 22 Kisii ambayo tumeweka pesa ya serikali bilioni 2.5 kuhakikisha wafanyabiashara wetu wote wale wanafanya biashara waweze kufanya biashara mahali kuna storage, mahali kuna cold room, mahali kuna stima, mahali kuna maji. Biashara ya kila mtu ishughulikiwe. Na wauliza ndugu zangu watu wa Itibo, watu wa Kitutu Chache North, munasema tuendelee na kazi ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hapa Kisii, mimi nataka munisikize vizuri. Katika mipango yetu yote ya serikali, tumesema ile siasa ya zamani, siasa ya chuki, siasa ya ubaguzi, siasa ya kabila haitaendelea katika taifa letu la Kenya. Ndio wakati tunapanga maendeleo. Tunataka kila sehemu ya Kenya ipate haki yake ya maendeleo. Nyie mnanielewa jameni? Ndio sababu hiyo mimi nimekuja hapa Kisii tangu jana. Nitakuwa hapa kesho, nitakuwa hapa kesho kutwa, na sijakuja utalii ama matembezi. Nimekuja kazi ambayo nyinyi mlitupatia. Tunaelewana jameni? Nyinyi mliniambia wakati nilisimama hapa na mkaniunganisha na huyu Japhet, tulikubaliana na nyinyi nipange mambo ya elimu. Ni kweli ama si kweli? Si mulisema nipange elimu? Sikizeni, tumeajiri walimu 1,100 kwa miaka 3. Tumejenga mashule 23,000. Tumebadilisha mfumo wa funding model, watoto wetu wanasoma university bila matatizo nafasi hiyo. Nyinyi mnasema tuendelee ama tuendelee? Muliniambia nipange uchumi. Ile interest rate ilikuwa juu, imeshuka chini. Exchange rate imeshuka chini. Ile inflation imeshuka chini. Pesa zetu za kigeni zimeongezeka kutoka bilioni 5 mpaka bilioni 14. Mnasema tuendelee ama tuendelee? Na ndio sababu hiyo, nyinyi mnanielewa? Na ndio sababu uchumi imeimarika. Ndio sasa tuko na pesa ya kujenga mabarabara. Mimi nimekuja hapa kwa siku 3 nita-launch barabara 7 hapa Kisii mpya. Mbali, nataka munisikize watu wa Kisii. Mbali na zile barabara nyingi ambazo zilikuwa zimekwama, sisi tumekwamua. Sasa contractors wamejaa barabarani. Lakini sio ile ya zamani peke yake. Mimi nimekuja hapa kuanzisha barabara mpya 7 hapa Kisii. Kilomita ingine 220 ya lami itajengwa hapa Kisii in the next 1.5 years. Kisii hoye! Kisii hoye!
Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Hapa Kisii pia tumekubaliana, wananchi wengi hawajapata stima ya kutosha kwao. Bado tuko na wananchi wengi hawana stima kwao. Ni kweli ama si kweli? Ndio huyu Japhet alikuja kwa ofisi yangu nikamuongezea milioni 300 ya watu wa hapa Kitutu Chache North. Hapa Kisii tuko na shilingi bilioni 2 kuunganisha wananchi 20 wapya katika huduma ya stima. Nyinyi mnasema tuendelee bwana. Jana mimi nilikuwa hapa Kisii. Sema unajua tuko na Shabana FC. Shabana, Tabana, Shabana. Hiyo Tore Bobe hiyo. Si ndio? Jana mimi nimewaletea bus ya milioni 27 watu wa Shabana. Hawa vijana waendelee ama usiendelee? Jana vile vile nimekuja kuanzisha ile stadium mpya ya Kisii na tumewapatia shilingi bilioni 1 ya kujenga hiyo stadium. Ndani ya miezi 9 hiyo stadium yenu ya Kisii itakuwa imekuwa tayari. Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Kesho kutwa mimi nakuja hapa kuanzisha airport yenu ya Suneka. Ile ilikwama miaka mingi. Sasa niko na pesa ya kutengeneza hiyo airport. Hatutaki tena muende kutafuta ndege mahali ingine. Ndege ishuke hapa Kisii, mupande, muende Nairobi, mutoke Nairobi, muruti Kisii na muende nje za nje. Mnasema tuendelee ama tuendelee bwana? Tuendelee ama tuendelee? Hebu niole wala wanasema tuendelee. Kwa hivyo nyinyi watu wa Kitutu Chache North, mnasema ni 2 term ama ni 3 term? Hebu nione 2 term. Ati nyinyi watu wa Kisii mnasemaje? Ati mnasemaje? Hebu nione 2 term. Huyu muungwana Japhet Nyakundi anatosha ama atoshi bwana? Huyu kijana anatosha ama atoshi? Wapi kura ya Japhet Nyakundi hapo nione? Na huyu Simba Arati anatosha ama atoshi? Wapi Simba? So munasema Japhet Nyakundi 2 term. Ati Japhet Nyakundi ati kila tumeelewana jameni? Abraham Kithure Kindiki, namjua huyu jamaa? Hoi! Rais Ruto ni fire si fire. Rais Ruto ni fire si fire. Simba Arati ni fire si fire. Simba Arati ni fire si fire. Japhet Nyakundi ni fire si fire. Ni noma si noma. Wacha nione salamu ya viongozi wote ambao nimetaja. Mheshimiwa Rais, tumeshukuru sana. Hii barabara itauinua uchumi wa sehemu hii. Masoko ambao unajenga itasaidia wanabiashara wetu. Stima ambao unaunganisha itasaidia watoto wetu kufanya homework, wapite mitihani. Hiyo ndio kazi Rais, tunasema asante. Wewe umekuja hapa Kisii, umekuja siasa, umekuja maendeleo, maneno ya watu ya Kisii. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Rais amekuja siasa, si amekuja mambo ya barabara, mambo ya masoko, mambo ya stima, mambo ya maji. Na kwa sababu hiyo ndio agenda ya Rais ambayo imetuleta hapa, ndio tunasema next year ni 2 term. Ni 2 term si 2 term? Ni 2 term si 2 term?
Aendelee asiendelee? Jambo ya mwisho, wale wanakuja kuomba viti ya siasa hapa, kabla waongee siasa yao, kwanza waseme siku walikuwa na viti kubwa kubwa katika serikali walifanyia nini watu ya Kitutu Chache North na watu ya Kisii. Ni kweli si kweli? Watangaze agenda yao kwanza, alafu waongee siasa baadaye, na watulize boli, kwa sababu uchaguzi sio leo, uchaguzi ni next year. Na nikimalizia, wengine wao nimesikia wakitisha watu wa Kenya ati wasipopata viti ambao wanatafuta ati Kenya haitasimama, ati watasimamisha Kenya. Mimi nataka wajue hawana uwezo, hawana mamlaka ya kusimamisha Kenya. Wao ndio watahangaika, Kenya itaendelea, kwa sababu hii Kenya sio ya viongozi, Kenya ni ya wananchi wa Kenya. Ni fire si fire? Ruto aendelee asiendelee? Simba Arati aendelee asiendelee? Nyakundi aendelee asiendelee? Na fireman je? Na fireman? Wacha nione salamu ya Rais William Ruto. Asante. Aya, niko hapa na ndugu yangu Simba Arati. Wapi nduru ya gavana Simba Arati? Aya. Bobaracho hoye! Bobaracho hoye! No mule. Tukua ningo yomo netoros na aros no mule. Bobaracho, hebu nione msalimie rais namna hii nione. Mheshimiwa Rais, karibu Kisii. Hapa Bobaracho, Kitutu Chache North. Tunashukuru kwa sababu huyu muungwana ambaye amesimama hapa amekaa kwa jikoni yako, na tunamwambia akae kwako asiondoke. Hakikishe amelisha watu wa Kitutu Chache North. Tigamba boli moganeti Jafet yaru jikoni ya Ruto. Abere jikoni ya Ruto. Wanasema Your Excellency wakae jikoni, yeye ndiye anaona wakati unapagua analeta barabara. Hii Kisii ile constituency moja, huyu akiwa ni tamu ya kwanza amefanya kazi hata kuliko ambao wameserve tamu 2-3. Kule kwetu Bobasi hatuna barabara hata kilomita 1. Sasa ndio nataka nipeleke rais huko niombe yeye. Unajua mimi niko Kisii, huyu yuko Nairobi. Huyu 65 kilometers. 65 kilometers sio mchezo. Mheshimiwa Rais, nataka nikushukuru sana kwa sababu ya watu wetu hapa. Bobaracho, Monyerero Ward, no mule. Mumaito mumrokoro kwe Nyororo. Nyororo MCA yuko hapa. Mheshimiwa, kuna mtu hapa anaitwa Nyororo, ni MCA wa hapa, ameweka maji na nimesema kwamba nitaongezea maji at least kila mahali imeweka maji. Ni yeye chairman wangu wa budget. Huyo kijana hapo ni MCA wangu. Asante. Bobaracho, wacha nione, hata mimi nataka tamu 2. Huyu jamaa anataka tamu 2. Mheshimiwa Rais anataka tamu 2. Kindiki lazima akae nyuma ya rais ndiposa apate tamu 2. Hebu nione kama mko na, kama wewe roho yako ni chafu, weka tu chini. Wale wenye roho safi ambao wanasema hawezi danganya, nione kama mnapea sisi tamu 2. Hebu tingiza namna hii. Your Excellency, asante sana, karibu Kisii hapa. Thank you. Aya, niko na muungwana hapo mwenye boma, anaitwa Jafet Nyakundi. Abantu bami mbuyamore naende mongo getenge president yetu ya Kenya ya ikira ngo
Orokia makwani ya President yetu William Ruto. Mheshimiwa Rais, karibu tena hapa Kitutu Chache North. Wewe mkiwa na naibu wako umekuja hapa mara kadhaa. Lakini leo, Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kukushukuru kwa sababu hii barabara ambayo umetupatia siku ya leo, hii barabara itasaidia hawa watu wangu ili waweze kupeleka majani chai kule Gianchore Tea Factory. Mheshimiwa Rais, kama kuna viongozi wale wamebahatika kukaa na wewe, kushikwa mkono na wewe, kufundishwa siasa, ni mimi kama Japhet Mukaya Nyakundi. Mheshimiwa Rais, umenipatia zaidi ya kilomita 74 barabara hapa Kitutu Chache North. Hiyo haijawahi fanyika tangu dunia kuumbwa. Mwanya korama gendro bunaya. Mwanya korapchi para bunechi. Mheshimiwa Rais, kuna watu fulani walikuja hapa majuzi tu wakanitusi Mheshimiwa Rais tukiwa na wewe. Wakatutusi. Wanasema eti ya kwamba wafanye nini? Wanasema eti ya kwamba hata kama tumefanya hii barabara yote na Mheshimiwa Rais, hata kama tumewekea kila mtu stima tukiwa na Mheshimiwa Rais, hata kama tutatengeneza mashule, ati hiyo kazi ni bure mimi nisipofuata mtu fulani. Wacha niwaulize watu wangu wa Kitutu Chache North, mimi mulinichagua nifuate mtu ama nifanye kazi? Nifuate mtu ama nifanye kazi? Kwa hivyo mimi nifanye kazi na Mheshimiwa Rais. Tutengeneze barabara na Mheshimiwa Rais. Tutengeneze mashule na Mheshimiwa Rais. Tuwekee stima na Mheshimiwa Rais. Mimi siwezi nikafuata mtu. Mimi nitafuatana na Rais kwa sababu yeye ni mtu mwenye maendeleo. Yeye ametusaidia tumepata barabara. Ametusaidia hapa kwote stima imekuja. Ametusaidia maneno ya mashule. Ametusaidia maneno ya masoko. Kwa hivyo mimi nataka kuripotia wale, mimi na Rais William Ruto watu